السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين. صل اللهم وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحابته الغر الميامين، وارحم اللهم مشايخنا ووالدينا وأمواتنا وأموات المسلمين أجمعين. اللهم إنا نستعينك ونستهديك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله، نشكرك ولا نكفرك، ونخلع ونترك من يفجرك. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد، وإليك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك الجد بالكفار ملحق. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، إن الله بكل شيء عليم. ألم تر أن الله يعلم ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه، ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول، وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله، ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول، حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير. Kwenye aya yetu hii ya 6 ya suratul Mujadila, yubayinu fihi Allahu Ta'ala, Allah anabainisha katika aya hii sa'ata ilmihi wa ihatatihi bi jami'il ashya'a, anatufahamisha upana wa elimu yake na jinsi alivyovidhibiti vitu vyote alivyoviumba ulimwenguni, vikubwa na vidogo, vinavyoonekana na visivyoonekana. Wa innahu ta'ala, na yeye Allah mtukufu, yara al-khalqa wa yasma'u kalamahum, Allah anawaona viumbe wake wote na anawasikia wanayoyasema. Wa yara makanahum, na anaona mahala walipo, kila kiumbe alipo Allah anamuona na anamsikia. Haithu kanu wa aina kanu, vyovyote walivyo na popote walipo, Allah yuko pamoja nao, anawaona na anawasikia. Faqala, akasema Allah subhanahu wa ta'ala, alam tara anna Allah ya'lamu ma fi samawati wa ma fi al-ardi, kwani hujui kwamba Allah anayajua yote ya mbinguni na yote ya ardhini? Ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum, haui mnongono wa watu watatu ila Allah atakuwepo yeye ndo wanne wao. Wala khamsatin, wala haui mnongono wa watu watano wanafanya siri yao watu watano, illa huwa sadisuhum, ila yeye Allah atakuwepo ndio wasita wao.
wala adna min dhalika wala akthara, wala hapatofanyika kikao cha watu wachache chini ya watatu au wengi zaidi ya watano na kupanda juu, illa huwa ma'ahum aina ma kanu, ila Allah atakuwa yuko pamoja na watu hao popote walipo. Thumma yunabbi'uhum bima amilu yawm al-qiyamah, tena sio kwamba kasikia tu au kaona tu au alikuwepo tu, atakuja kuwajulisha viumbe wake hayo walioyafanya, walioyasema siku ya kiyama. Inna Allaha bikulli shay'in alim, Allah anajua kila kitu. Alam tara anna Allaha ya'lamu, maana yake alam ta'lam ayyuha sami' al-aqil. Hivi wewe unasikia maneno haya na kama una akili yako timamu, ndo hujui anna Allaha mutali'un ala kulli dharratin fil kauni, ndo hujui kwamba Allah anakijua kila kitu kidogo kidogo katika ulimwengu huu. La yaghibu anhu shay'un fil ardi wala fis samaa, hakimpotei Allah kitu chochote, si mbinguni wala ardhini. Wala yakhfa alayhi, wala haijifichi kwake yeye Allah, sirrun wala alaniyatun, haijifichi siri kwamba mlikaa siri hakusikia, hakuona, hakuelewa, wala vya dhahiri vinavyofanywa hadharani. Msije mkafikiria kuna vingine huana vinamkalia mbali, havioni, havielewi. Ma yaqa'u min hadithin wa sirrin baina thalathati al-ashkhasi, hayawezi kufanyika mazungumzo au pakanong'onwa siri baina ya watu watatu, baina thalathati ashkhasin, baina ya watu watatu, illa kana Allahu rabi'uhum bi'ilmihi, kama watakaa watu watatu basi Allah anakuwa ndo wanne wao kwa elimu yake. Hao watatu anawaona, anawasikia na anayajua walioyakalia kitako. Wa musharikan lahum, na Allah atakuwa anashirikiana nao, yuko pamoja nao, fima yatahaddathuna, kwenye hayo wanayozungumza, wayatahamasuna bihi fi khafiyatin anin nas, na anayajua yale wanayoyanong'ona wakiwa wamejitenga na watu, wamejichagua wenyewe watu wawili tu wakakaa kando ndani, siri yao tu, basi Allah atakuwa yuko pamoja nao, anawasikia. Wakiwa wengi zaidi ya watano, Allah atakuwa yuko pamoja nao, anawasikia. Kwa hiyo ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum, bimaana ma yaqa'u min hadithin wa sirrin, haitotokea mazungumzo na siri baina thalathati ashkhasin, baina ya watu watatu, illa kana Allahu rabi'uhum bi'ilmihi, ila Allah naye atakuwa ndo wanne wao kwa ilmu yake. Yani hicho kikao cha watu watatu Allah anakijua. Wa musharikan lahum, na Allah atakuwa yuko nao, anashirikiana nao, fima yatahaddathuna, kwenye hicho wanachozungumza. Wa yatahamasuna bihi, na hicho wanachonong'ona, fi khafiyatin anin nasi, wakiwa katika siri yao wamejificha, watu hawawajui wanazungumza nini. Allah yeye anawajua wanazungumza nini. Wala khamsatin, wala hapatopatikana kikao cha watu watano, illa huwa sadisuhum, ila yeye Allah ndo atakuwa wasita wao. Wala yaqa'u munajatun, wala hautotokea mnongono, siri, wa hadithun bisirri, mazungumzo ya siri, baina khamsati ashkhasin, baina ya watu watano, illa kana Allahu ma'ahum bi'ilmihi, ila Allah naye atakuwa yuko pamoja nao kwa ilmu yake. Hata yakunu huwa sadisuhum, mpaka hisabu itengenezeke kwamba yeye ndo atakuwa wasita wao. Watano tu wamekaa chemba,
wamefika hapo kwa siri, hakuna watu waliowaona, aliyewajua, lakini Allah atakuwa yuko pamoja nao kwenye wanalolijadili. Wala adna min dhalika wala akthara, pametajwa namba 3 na 5. Hakiwi kikao cha watu watatu ila Allah atakuwa 4, wala hakiwi kikao cha watu 5 ila Allah atakuwa wa 6 wao. Alafu akasema wala adna min dhalika, msije mkafikiria kujua kwake kunaanzia watu 3. Anasema hata wakiwa wachache chini ya hao 3, 2, 1, kama yupo mtu nusu, siri yoyote Allah anaijua na anakuwa yuko pamoja nayo. Wala akthara, wala haui mnongono wa watu zaidi ya 5 na kwenda juu, 6, 10, 20, 100, milioni, illa huwa maahum, ila Allah atakuwa yuko pamoja nao aina makanu, popote walipo katika maeneo ya ulimwengu huu, kama ni mbinguni, kama ardhini, kama nchi kavu, kama baharini. Maana sasa watu wataalamu wanatengeneza vyombo vya kuzamia chini, nyambizi, wakafanya starehe zao huko huko. Kwa hiyo Allah anayajua yote yanayojiri wanayoyafanya viumbe wake. Wala aqalla min dhalika aladadi, haupatikani mnongono wa watu wachache zaidi ya hiyo idadi iliyotajwa ya watu 3. Wala akthara minhu, wala hautopatikanwa mnongono wa watu wengi zaidi ya hao 5 waliotajwa hapo, illa wallahu maahum, isipokuwa na Allah atakuwa yuko pamoja nao. Ya'lamu ma yajri bainahum, anayajua Allah yanayojiri baina yao, min hadithin wa najwa, katika mazungumzo watakayozungumza au siri watakayokuwa wananong'ona. Wal gharadhu, na makusudio ya aya hii, annahu ta'ala, tunaambiwa kwamba yeye Allah mtukufu, hadirun ma'a ibadi, yuko pamoja na waja wake. Yani he is present, yupo. Msimfikiria labda yuko mbali, yuko kwenye ulimwengu mwingine huko, akiweko huko ya huko hana habari nayo. Hayuko hivyo, anayajua yote ya kila mahala kwa wakati mmoja. Walihadha, na kwa sababu hiyo, khatama al-aya biqawlihi, Allah ameifungia hii aya, ameimalizia hii aya kwa maneno yake, thumma yunabbi'uhum bima amilu yawm al-qiyamah. Sio kwamba anajua tu iwe basi, thumma yunabbi'uhum bima amilu, kisha Allah atakuja kuwajulisha kwa kile walichokifanya. Inna Allaha bikulli shay'in alim, hakika Allah kila kitu anajua. Thumma yukhbiruhum ta'ala, kisha atakuja kuwapa habari Allah mtukufu, bima amilu min husnin min hasanin wa sayyi'in, atakuja kuwajulisha Allah siku ya kukutana nao katika mazuri walioyafanya au walioyajadili, na mabaya pia walioyajadili au walioyafanya. Wajazihim alayhi yawm alqiyama, na atakuja kuwalipa juu ya hilo walilolijadili au walilolifanya siku ya kiyama. Liannahu, kwa sababu yeye Allah, alimun bikulli shay'in, anajua kila kitu, min al-ashiya'i, katika mambo au vitu vinavyofanyika kwenye ulimwengu huu. Qala al-mufassiruna, wanasema wanawachuoni wa tafsiri, ibtada Allahu hadhihi al-ayati bil ilmi, Allah ameanza aya hizi kwa tamko la ilmu, katumia neno la ilmu, biqaulihi, kwenye kauli yake, alam tara anna Allaha ya'lamu, kwani huoni kwamba Allah anajua? Allah anajua. Wakhtatamaha, na amefunga maneno yake kwenye aya hizi bil ilmi, kwa ile ile elimu, biqaulihi, kwa kauli yake, inna Allaha bikulli shay'in alim. Mwanzo wa aya kaanza na ilmu yake kwenye mambo yote, na mwisho wa aya kafungia kwamba yeye ana ilmu kwenye mambo yote.
inna Allaha bikulli shay'in alim, Allah anajua kila kitu. Liyunabbiha, ameanza na kufungia aya yake kwa maneno haya kwa kututanabahisha sisi ila ihatati ilmihi jalla wa ala. Tunatakiwa tufahamu jinsi elimu yake ilivyokuwa pana, Allah mwenye utukufu na mwenye cheo cha juu. Bil juz'iyati wal kulliyati, Allah elimu yake imeenea kwenye kila kitu kwa vifungo vidogo vidogo au kwa ujumla jumla. Anajua vifungo vidogo vidogo, vitu vidogo vidogo, na anajua vitu vikubwa kwa ujumla wake. Wa annahu, na anatutanabahisha Allah tujue kwamba yeye la yaghibu anhu shay'un, hakuna kinachopotea chochote kwake, fil kainati, katika vilivyopo ulimwenguni au vinavyojiri ulimwenguni. Liannahu, kwa sababu yeye Allah qad ahata bikulli shay'in ilma, kila alichokiweka kwenye ulimwengu huu amekizengea kwa elimu yake. Kwa Kiswahili maarufu tunasema kila kitu anakijua, juu chini, chini juu, ndani nje, nje ndani. Qala Ibn Kathir, mwanachuoni Ibn Kathir amesema kwenye aya hii, waqad haka, Allah amesimulia, anasema Ibn Kathir, waqad haka ghairu wahidin, wamesimulia watu zaidi ya mmoja, alijmai, kwa mkusanyiko wa idadi kubwa ya wanawavyuoni, ala anna almurada bil ma'iyya, makusudio ya hiyo ma'iyya ni kule kwamba Allah kusema na yeye yupo. Wala thalathatin illa huwa rabi'un wa huwa ma'ahum aina ma kanu. Asa ma'ahum, nyinyi hamuhisi uwepo wake, lakini yupo. Sasa ndo maana mashekhe wanasema muradi wa kusema ma'akum, yuko pamoja na nyinyi, makusudio ya kusema yuko pamoja na nyinyi, fi hadhihi al-ayati, kwenye aya hii aliposema illa huwa ma'ahum, ma'iyatu ilmihi ta'ala, uwepo wake pamoja nanyi ni ile kuwa yeye anajua kinachoendelea. Nyie mpo na yeye anajua kama yupo pamoja na nyinyi, kwa kile kinachoendelea kiko katika ilmu yake kwa usahihi zaidi. Wala shakka, na hapana shaka, fi iradati dhalika, katika kukusudia hivyo alivyosema, fasamuhu, kusikia kwake, alivyosema anasikia na anaona. Fasamuhu, kusikia kwake, ma ilmihi, pamoja na kujua kwake, muhitum bihim, kumewazunguka viumbe wake wote. Anasikia, anaona na yupo, anasikia na anaona. Kwa hiyo hakuna kitakachopita akawa yeye hakielewi. Fasamuhu ma ilmihi muhitum bihim, usikivu wake Allah pamoja na kujua kwake kumewazunguka viumbe wake. Wabasaruhu nafidhun fihim, na jicho lake linaangalia kwenye mambo yao wanayoyafanya. Yani masikio yake au kusikia kwake kuko pamoja nao, kuona kwake kuko pamoja nao, na kujua kwake kuko pamoja nao. Hawawezi kumpiga chenga kwenye lolote. Fahuwa subhanahu, kwa hivyo yeye Allah aliyetakasika, muttali'un ala khalqihi, anawafahamu, anawaona viumbe wake. La yaghibu anhu, hakuna linalofichikana kwake yeye Allah, min umurihim, katika mambo ya viumbe wake, shay'un, lolote lile. Hakuna lolote ambalo linapita Allah akawa hakulijua. Thumma akhbara ta'ala, halafu kwenye aya ifuatayo Allah akatukhabarisha, an ahwali al-yahudi wal munafiqina faqal, katukhabarisha kuhusu hali za Mayahudi
na hali za wale rafiki zao, ndugu zao wanafiki pale Madina, akasema alam tara ila alladhina nuhu anin najwa, hujawaona watu waliokatazwa kuteta? Hujawaona watu waliokatazwa kuteta? Wanakaa kikundi, wawili, watatu, wanne, wanamsema fulani au wanawasema akina fulani, au wanajadili jambo la akina fulani kwa namna ambayo wenyewe wakijua hawatoridhika. Wanakaa hawa Waislamu bwana wanakuja juu kwa nguvu, tuwafanyeje? Hatutaki wapate nguvu. Wenyewe wanaojadiliwa hawana habari. Sasa kwa wale ambao wana athari ya vitabu vilivyoshushwa kutoka mbinguni, watu wa kitabu, toa Mayahudi wa Kristo, mambo haya kwenye vitabu vyao vya Taurati na Injili yamekatazwa kama yanavyokatazwa kwenye Qur'ani. Sasa anaambiwa mtu wa sasa, Mtume Muhammad ndo alioshushiwa hii Qur'ani, anaambiwa na sasa hivi hayupo, lakini kitabu ndo kipo na maneno yake ndo yale yale. Sasa wewe unosoma taarifa hizi, alam tara, kwani hujaona? Uonaji wa ilmu yako hujafahamu? Ila alladhina, kuwafahamu wale watu ambao nuhu ani najwa, walikatazwa kukaa faragha wakawasema wengine, wamekatazwa kusengenya. Qala al-Qurtubi, amesema mwana wa chuoni Qurtubi, nazalat fil yahudi wal munafiqin, aya hii iliteremka kuhusiana na tabia za Mayahudi na wale watu ambao walijitangaza kuwa ni Waislamu lakini wanafiki, hawampendi mtume, hawaipendi Qur'ani yake na hawaipendi dini yake, lakini wanajiita Waislamu. Sasa wale ndo habari hizi za aya hizi zinawahusu Mayahudi na wanafiki. Kanu yatanajauna fima bainahum, walikuwa haweshi kutengeneza faragha, vikao vya siri, wakawa wananong'ona baina yao, wanapanga mambo na njama mbalimbali dhidi ya Uislamu na Waislamu na mtume wa Waislamu. Wayanzuruna almu'minina, na walikuwa wanawaangalia waumini, wayataghamazuna biayunihim, wanakonyezana kwa njia ya kuwasengenya kwa macho yao. Ndo ile wailul likulli humazatil lumaza. Tabia kama hizo walikuwa nazo Makureshi, walikuwa nazo Mayahudi, walikuwa nazo wale wanafiki pale Madina. Maana Maka hakukuwa na unafiki, unafiki umeanzishwa Madina. Fashakau dhalika ila Rasulillahi sallallahu alayhi wasallam, waumini walipojua vitu hivi wakavishtaki kwa mtume sallallahu alayhi wasallam. Jamaa huwa wanakaa chemba wakatusema, alafu tukitokeza utaona kama wanakonyezana hivi, wanaonyeshana, ina maana wanatusema sana, alafu tukipita sisi tando wanaonyeshana. Wanakuja watu wa peponi wanavyowasema manake. Fanahahum anin najwa, Allah akawakataza habari ya kukaa faragha na wakazungumza maneno ya kuwasengenya au kuwasema watu. Falam yantahu, hawakukoma walipokatazwa. Mtume aliwakataza aliposhtakiwa, maana yake yeye ni kiongozi na wale ndo wafuasi wake. Aliwakataza tabia hiyo sio nzuri, hawakukoma kwa kukatazwa na mtume. Kwa hiyo kwa sababu hawakukoma, hawakumheshimu, fanazalat, zikateremka aya hizi. Alam tara ila alladhina nuhu anin najwa, huwashangai watu ambao wamekatazwa kukaa pembeni wakateta. Thumma yauduna lima nuhu anhu, halafu wanalirudia lile lile walilokatazwa. Nuhu anin najwa, walikatazwa kusengenya, kusema siri, kuwasema watu wengine. Thumma yauduna lima nuhu anhu,
halafu wanarudia lile lile walilokatazwa, hawakomi. Yani thumma yarji'una ila almunajati, halafu wanarejea tabia yao ya kukaa kando wakanong'ona, allati, tabia ambayo nuhu anha, wamekatazwa tabia hii. Qala Abu Suudi amesema, wal hamzatu alam tara, hamza hiyo iliyoanza mwanzo wa neno hiyo a, alhamzatu litajibi, alifu hiyo kazi yake ni ya kumpa mtu mshangao, ni ya kushangalia hiyo. Litajibi min halihim, ni ya kustaajabu hali ya watu ambao wanajua pana kiongozi halafu amewapa maelekezo hawakumtii. Kama hawa wanafiki wanajiita waislamu lakini wanamkataa kiongozi wa Uislamu anapowaamrisha au anapowakataza jambo. Wasighatu almudari, na hii sifa ya mudari. Mudari ni kitenzi kinachoendelea, madhi ni kitenzi kilichopita. Hasa alam tara ni sighatu almudari. Thumma yauduna limanuhu anhu, thumma yauduna, na hiyo pia mudari. Thumma yauduna, halafu wanarejea. Sasa hiyo sighatul mudari kwenye thumma yauduna lidalalati ala takarruri audihim. Hii ni ishara ya kwamba kule kurejea kwao hakui kwa bahati mbaya mara moja ikawa basi. Ni ishara ya kwamba hili jambo ndio desturi yao, wanalirudia rudia. Wamekatazwa lakini hawakomi na wanalirudia mara kwa mara. Ishara ya takarruri audihim, wanakariri, wanarudia kule kurejea kwao. Watajaddudihi, na wanafanya upya, wana refresh tabia yao hiyo ya kukaa wakasengenya. Wastihdari sautihi alajiba, wastihdari suratihi alajiba, na pia Allah anakusudia kwa hiyo sigha ya mudhari kutuhudhurishia sauti yake ya ajabu. Tendo linafanyika tena wanalirudia mara kwa mara, na wamekatazwa kwamba hili jambo ni baya, si la kiungwana, lakini bado wanarudia. Wayatanajauna, tena basi kibaya zaidi hivyo wanavyokuwa wakanong'ona, si kama wananong'ona mambo ya maana. Yatanajauna bil ithmi wal udwani wa maasiyati rasuli, wakikaa faragha watu hawa wananong'ona maneno ya kutengeneza uadui baina ya watu. Vipi watawafitinisha watu? Vipi watatengeneza tabia ya uasi, wafuasi wanaoongozwa wasiwe na imani na kiongozi wao? Hivi ndo wanavyokuwa wakavijadili. Wanatengeneza mambo halafu wanaifanya kama bidhaa, wanaiuza mitaani kwenye jamii kwa watu, na huwa inapata wanunuzi. Yatanajauna bil ithmi wal udwani, wananong'ona mambo ya kutenda dhambi na kutengeneza mazingira ya uadui, wa maasiyati rasuli, na kuwafundisha watu wa muasi mtume wasimsikilize. Yani wayatahaddathuna fima bainahum, wakikaa faragha zao wanazungumza wenyewe kwa wenyewe baina yao, bima huwa ithmun, wanayoyazungumza ni mambo ambayo ni dhambi. Wa udwanin, halafu panatengenezwa kwa maneno yao mazingira ya uadui. Wa mukhalafati li amri rasuli sallallahu alayhi wasallam, na wanajenga mambo ya kutengeneza kumuasi, kutokumtii, kutokumsikiliza mtume wa Allah sallallahu alayhi wasallam. Lianna hadithuhum, kwa sababu mazungumzo yao yaduru haula almakri walmakidi bilmuslimin, mazungumzo yao yanaenda upande wa kutengeneza vitimbi, njama, vipi tutawaathiri, tutawadhuru Waislamu. Qala Abu Hayani, mwanawachuoni mmoja Abu Hayani kwenye aya hizi kasema hivi:
badaa bil ithmi, Allah katika kuwasilisha kwake kaanza na dhambi. Faragha zao wanajadili mambo ya dhambi. Badaa bil ithmi, kaanza na dhambi, liumumihi, kwa sababu generally mambo yao yote ni dhambi, makosa matupu. Thumma bil udwani, alafu nafasi ya pili akaleta uadui, liazamatihi, kwa sababu hili ni jambo kubwa, kwa ukubwa wa uadui likawekwa nafasi ya pili. Ismi hiyo ni umum, ni jambo am, ni jambo pana, linagusa kila nyanja. Lakini uadui ndiyo jambo kubwa linalozaliwa kwenye hivyo vikao vyao. Fi nufusi, katika nafsi za watu, uadui ni jambo kubwa kwenye nafsi za watu, kwamba huyu hampendi huyu, huyu anamchukia huyu. Wakikutana hakuna ustaarabu wa maneno, ni kutupiana vijembe, na huu ndo mwanzo hata wa vita. Wataanza kukejeliana kwa maneno. Huyu kaambiwa hakuridhika, kajibu, na jibu alilolitoa kalitoa mkomoa anayemjibu, naye likampandisha hasira, kakasirika, katafuta jengine, mpaka hatimaye watu wanaingiana maungoni, wanapigana. Kwa hiyo uadui ni kitu kikubwa na kibaya. Idh, kwa sababu huu uadui, hiya dhulumatul ibadi, uadui ni viza vya waja. Mahala watu wake wakawa hawaishi kirafiki, wanaishi kiuadui, hapo pahala hapana nuru, hapana maendeleo, hapana amani, hapana chochote. Thumma taraka ila ma huwa a'zamu, halafu Allah akapanda kwenye lililokuwa kubwa zaidi. Akaja akalitaja nafasi ya tatu lililokuwa kubwa zaidi kuliko huo uadui, wa huwa maasiyatu rasuli sallallahu alayhi wasallam, nalo ni kule kumuasi mtume sallallahu alayhi wasallam. Kwa hiyo wananong'ona kutenda dhambi, na dhambi ni jambo pana, wanatenda watu wote. Nafasi ya pili akataja uadui, na uadui ni hatari kubwa, ina maafa. Uadui una maafa kwenye jamii. Na tatu ikaja kumuasi mtume, ni afa kubwa kuliko yote. Wa fi hadha, na katika kutiririsha kwa utaratibu huu kauli yake Allah, tanun ala almunafiqin, Allah anakusudia kuwaumbua wanafiki. Idh kana tanajihim fi dhalik, kunong'ona kwao wanafiki kulikuwa kunapita kwenye anga hizo. Haya ndio yaliokuwa mazao ya kule kukaa kwao chemba na wakanong'ona. Hakuna la kheri wanalolipanga isipokuwa linaishia kwenye hayo mambo matatu. Wao wanazungumza kutenda dhambi, uadui, kuchochea uadui, na kuhamasisha watu wasiwe watiifu kwa mtume, wamuasi kwenye maagizo yake. Wa idha jauka, jengine hilo, na wanapokuja kwako mtume watu hawa, washaka wakakusema sana, washakufitinisha na watu sana. Wa idha jauka, wakija mbele yako, maana pakitosomwa adhana na wao wanakuja msikitini wanafiki. Yahudi haji, lakini hawa wanafiki wanakuja msikitini. Wakikujia, hayauka bima lam yuhayyika bihi Allah, wanakusalimia kwa namna ambayo sio Allah aliyofundisha msalimiane. Yani wakija wanatoa salamu, lakini ile salamu wanapotosha ndimi zao halitamkwi lile neno la salamu, wanatamka neno sam, ambayo maana yake tofauti kabisa. Mtu akikwambia samu alaika, anakuambia ufilie mbali. Asam manake ni mauti. Alafu wenyewe wanacheka, hakutushukia ule, hakufahamu ule. Na Mayahudi wakikutana na mtume faragha huko kwenye sehemu zake za kutembea tembea mitaani, wanamsalimia hivyo hivyo walikuwa. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Rasulullah. Wa idha jauka, wanakaa kukuteta, lakini wakija mbele yako,
hayyauka bima lam yuhayyika bihi Allah. Hayyauka ni kutokana na neno tahiyya, maamkizi. Wanakusalimia kwa namna ambayo sio Allah aliyokufundisheni msalimiane. Idha hadaru indaka ya Muhammad, wanapohudhuria mbele yako watu hawa ewe Muhammad, hayyauka bitahiyatin zalimatin, wanakusalimia kwa salamu mbaya, wanakusalimia kwa maamkizi mabaya. Lam yashra'aha Allahu, Allah hajayafundisha masalimio hayo. Walam ya'dhan fiha, wala hajaruhusu salamu hizo msalimiane. Wa hiya qauluhum, maneno waliokuwa wanayatumia kumsalimia mtume, assalamu alaikum. Kama wanawakuta waislamu wanaambia assalamu alaikum, mauti yawe juu yenu, mufilie mbali, wajinganye. Wa maana assalamu alaikum ay almautu alaikum, mauti yawe juu yenu. Qala almufassiruna, wanasema wanawachuoni wa tafsiri, kana alyahudu yaatuna Rasulullah sallallahu alayhi wasallama, Mayahudi walikuwa wanamwendea mtume sallallahu alayhi wasallama, maana walikuwa wanajifanya ni watu wa kawaida kwake, hawamuonyeshi kuwa wana kinyongo naye. Wanakutana mitaani, kwenye maeneo muhimu, masokoni, maana mtume naye alikuwa anaenda sokoni. Kwa hiyo popote wakikutana naye, fayakuluna assalamu alaikum, wanamwambia assalamu alaikum. Wanajifanya wanazungumza Kiarabu fasaha, assalamu alaikum, ile haraka haraka, kama watu wa mjini Unguja, assalamu alaikum, assalamu alaikum, ndo kasalimia hapo. Sasa ambia assalamu alaikum badalan min assalami alaikum, wanatumia neno sam badala ya neno salam. Wasamul mautu, na samu maana yake ni mauti. Wa huwa ma araduhu biqaulihim, na hili ndilo ambalo wao kwenye kauli zao walilolikusudia. Wanasema neno baya, lakini wanajiaminisha atalipokea vizuri, kwa sababu hajashtukia nini tunachokusudia. Wakana Rasulullah sallallahu alayhi wasallama, na mtume naye akisalimiwa hivyo anajua na anasikia, yeye katika kuwajibu alikuwa yakulu lahum, anawaambia wa alaikum, hamalizia kalitia lile neno salamu. Wakimwambia, wakimsalimia hivyo, na yeye huwaambia wa alaikum, iwe juu yangu na juu yenu pia, hicho hicho mnachoniombea na nyie kikurudieni vile vile. Basi ndo baraka, hagombani nao. La yazidu alaiha, hazidishi. Si wamemkia assalamu alaikum, na yeye humwambia wa alaikum, hili ni letu sote. Hata Allah kamwambia mtume wake hivyo, innaka mayitun wa innahum mayitun, wanakusakizia kifo kama wao hawafi. Wewe kufa utakufa tu muda wako ukifika, lakini na wao hakuna atakayebaki, na wao pia watakufa. Thumma innakum yawmal qiyamati inda rabbikum takhtasimun, alafu nyinyi siku ya kiyama mbele ya Mola wenu mtakuja kuhasimiana. Kwa hiyo wacha wakuapize, wakuombee kifo, lakini na wao hakiwakwepi, wanacho kifo pia. Kwa hiyo naye mtume alikuwa katika kujibu salamu zao hizo za kijinga huwajibu hivyo, assalamu alaikum, na yeye anawaambia wa alaikum, wala yazidu alaiha, hazidishi chochote zaidi ya kuambia wa alaikum, na kwenu pia yaje. Fasami'atuhum Aishatu, siku moja mama Aisha aliwasikia Mayahudi wanamsalimia mumewe hivyo, au wanamsalimia mtume hivyo. Sami'atuhum Aishatu yawman, mama Aisha siku moja aliwasikia Mayahudi wakimsalimia mtume kwa maneno hayo. Faqalat, mama Aisha hakuvumilia, yeye kaja juu, wakafoka.
Faqalat, akasema, bal alaikumus samu wal la'natu nyinyi juu yenu ndio yako samu wal la'na, mauti ya kufikieni pamoja na laana ya Allah. Falamma nsarafu, wale mayahudi walipoondoka, qala laha Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, mtume akasema na mkewe, akamwambia mama Aisha, mahlan ya Aisha, hebu kuwa mpole, kama vile wanavyosema wazungu, cool down kuwa mpole, hebu jambo dogo tu unafoka unakuja juu, usiwe hivyo. Inna Allaha yakrahu alfahsha, Allah hapendi fahshu, na fahshu ni mahala ambapo hutakiwi kupaza sauti, we unapaza sauti. Watafahush, pia hapendi Allah wewe kufanya hilo jambo fahshu, hapendi, na hapendi umfanyie mwingine. Faqalat, mama Aisha naye pia hakuridhika na alivyoambiwa na mumewe, akasema, ya Rasulullah, mtume wa Allah, ama sami'ta ma qalu, kwani ndo tuseme hukusikia walivyosema? Wewe umeona wamekusalimia wale, lakini mtume kaelewa na kawajibu vile vile, wa alaikum. Ama sami'ta ma qalu, kwani hukusikia walivyosema? Faqala laha, mtume akamwambia mama Aisha, ama sami'ta ma qultu lahum, ama sami'ti ma qultu lahum, kwani na wewe hukusikia nilivyowajibu? Wao wamenambia samu na nimesikia, lakini je, wewe hukusikia nilivyowajibu? Nimewajibu alaikum, wamesema nimejibu. Inni qultu lahum wa alaikum, mimi nimewaambia wa alaikum. Fayastajibu Allahu li fihim, kwa hiyo Allah ananiitikia na mimi vile nilivyowaelekezea. Si wameniombea na mimi nimewaombea kwa Allah, Allah wetu huyo huyo mmoja. Kwa hiyo kile wanachoniombea mimi nimewaambia Allah na wao wawape. Sasa tena kupanda juu, kufoka, ya nini tena? Usifanye hivyo. Wala yastajibu lahum fi, lakini hicho wanachoniombea mimi Allah hatawaitikia. Mimi ananiitikia nikiwajibu wale, lakini wale hawaitikii wanachoniombea. Mimi naenda kwa mpango, maamrisho, wakati mpaka ufike muda wangu, Allah ndo atanihukumia. Lakini mimi maneno yangu kwao yana athari, maneno yao wao kwangu mimi hayana athari yoyote, ila maneno yangu kwao yana athari. Kwa hiyo usifoke sana, waachie tu waseme wanavyosema. Kwa hiyo hii ndo ilikuwa tabia yao ilivyonukuliwa hapa na haya. Alam tara ila alladhina nuhu anin najwa, huwaoni watu ambao walikatazwa kunong'ona, kuteta. Thumma yauduna lima nuhu anhu, alafu wanarejea yale yale waliokatazwa. Wa idha jauka, na wakikujia, hayyauka bima lam yuhayyika bihi Allahu, wanakusalimia kwa namna ambayo sio Allah aliyokusalimia. Wayakuluna, wakishaondoka wenyewe wanajipongeza, wanasema fi anfusihim, wanasema katika nafsi zao, laula yuadhibuna Allahu bima naqulu, mtume kama mtume wa Mungu, mbona huyo Mungu wake hakutuadhibu kwa maneno tuliyoyasema? Ina maana wenyewe wanayajua kwa yale maneno mabaya, lakini wamebipu. Kama ni mabaya atamkera Mungu wake, tuone atatufanya nini. Na Mungu wake hakuwafanya chochote, kawaacha tu. Lakini wenyewe wanajipongeza, mbona tuko huru, hatujazibwa mdomo, hatujapigwa konzi, hatujafanywa chochote. Na mwenye mambo yake anayofanya, akiona yuko loose, kaachiwa, basi usema haina shida, na kesho akarudia, na kesho kutwa akarudia. Ndio ile Allah anavyowaacha, anawasahau kama walivyosahau. Ukijisahau, Allah anakuacha kwenye ile sahau yako, halafu mwenyewe unajipongeza, unasema niko sawa, kumbe unazidi kujitatiza tu kwa kujiongezea kesi kila siku. Wayakuluna fi anfusihim, huwa wenyewe wanasema katika nafsi zao kisiri siri, laula yuadhibuna Allahu bima naqulu, kama huyu mtume wa Mungu na tumesema maneno mabaya kwake,
mbona huyo Mungu hakutuadhibu kwa sababu ya maneno tuliyoyasema? Wanayajua kuwa ni mabaya. Wayakuluna fima bainahum, wanasemeshana wenyewe faragha kwenye siri zao, hal la yuadhibuna Allahu bihadha alqawli, mbona Allah hajatuadhibu kwa kauli hii tunayomwambia mtume wake? Lau kana Muhammadun nabiyya, kama Muhammad ni nabii, kwa nini Allah asituchukulie hatua kwa tulichomfanyia nabii wake? Falau kana nabiyan, angelikuwa mtume kweli, falau kana nabiyan haqa, angekuwa Muhammad ni mtume kweli, la'adhabana Allahu ala hadha alkalam, wallahi Allah angetuadhibu kwa maneno haya. Wanasema wenyewe huko. Kwa hiyo hichi ni kipimo cha kupima, ndiye siye, mtume si mtume. Wakijiona wako salama wasema si mtume chochote. Maana ingelikuwa ni mtume wa Mungu, basi Allah angetuadhibu kwa kile tulichokisema. Sasa mnatafuta adhabu kwa makusudi ndo mjiridhishe kwamba kweli mmekera. Qala ta'ala raddan alaihim, Allah akateremsha aya kuwajibu watu hawa, akasema hasbuhum jahannamu yaslaunaha fabi'sal masiri. Si lazima ni waadhibu sasa hivi hapa, ma Allah hakurupuki katika kuleta kwake adhabu, hapelekeshwi na mihemko ya viumbe wake. Ingelikuwa hii dunia ni fujo tupu sasa hapa, lakini waachie watambe, watumie muda wao. Hasbuhum jahannam, jahannamu inawatosha kuwa ni adhabu yao kwa mdundulizo wa makosa yao haya wanayoyafanya kwa kuyakariri na kuyarudia. Hasbuhum jahannamu, inawatosha jahannam, yani maana yake yakfihim adhaban an yudkhalu jahannama wayaslaw harraha, inatosha jahannam kwao kuwa ni adhabu na watakwenda kuihisi au kuionja moto wake au joto lake. Fabi'sal masiru, na ni marejeo mabaya mtu aliyeumbwa na akili yake vyema alafu akaenda akaingia motoni. Bi'sat jahannamu marji'an, ni mbaya sana jahannam kuwa ni marejeo. Wa mustaqarran lahum, na ni mahala pa kwenda kuishi kwao milele. Wanaenda kuishi mahala pabaya sana, pamoja na akili nyingi walizopewa, lakini hazikuwasaidia. Qala Ibn al-Arabi, mwanawachuoni mwingine Ibn al-Arabi amesema, kanu yaquluna, walikuwa wanasema, lau kana Muhammadun nabiyya, kama angelikuwa Muhammad ni mtume, lama amhalana Allahu bisabbihi, Allah asingetupururia kwa kumtukana mtume wake. Kama kweli Allah kamtuma Muhammad nabii, lama amhalana Allahu bisabbihi, Allah asingetupururia kwa kumtukana kwake. Tushamtukana sana na we Mungu wake hajatufanya chochote. Walistighfafi bihi, tunamdhalilisha kweli na tunamtukana kweli, lakini Allah hajatufanya chochote. Ina maana sio mtume wake. Ingekuwa mtume wake angemtetea. Wajahilu, lakini watu hawa wamejingikiwa, Mayahudi hawa wajahilu, wamejingikiwa hawa Mayahudi, anna albari taala, kwamba Allah muumba mtukufu, halimun, tabia yake yeye ni mpole, hakurupuki. Ukimuudhi hapo hapo akachukua hatua, si tabia ya Allah. Na wao wanajua, wana uzoefu na hili jambo. Wamejingikiwa tu, wamejifanya hawaelewi anna albari taala, kwamba Allah muumba mtukufu, halimun, ni mpole, mambo mengi yetu anayachukulia. La yuajilu al-uqubata liman sabbahu, hamkimbilizi kumwadhibu anayemtukana. Yeye mwenyewe Allah anatukanwa na hakimbilii kuadhibu wanaomtukana. Wanamwambia na watoto, wanamuita mjinga, wanamuita fakiri, lofa, lakini hajawaadhibu hapa duniani. Fakaifa man sabba nabiyahu, kama yeye mwenyewe anatukanwa hachukui hatua.
kwa nini asivumilie kutukanwa nabii wake? Na wanajua hawa Wayahudi, lakini basi ndo kama hivyo tunavyoambiwa, wamejifanya wajinga, wamejingikiwa. Waqad thabata fi sahihi, imethibiti hadithi katika sahihi Bukhari inayosema la ahadun asbara ala al-adha min Allah, hakuna yoyote mwenye uwezo mkubwa wa kusubiri, kuvumilia maudhi kumshinda Allah. Ndio maana Allah akasema yeye mwenyewe ni sabirun, anasubira sana, wa huwa ma'as sabirin. Kwa hiyo yeye yuko pamoja na watu wenye sifa hiyo, inna Allaha ma'as sabirin. Ingelikuwa analofanywa katika maudhi anachukua hatua, dunia ingekuwa mbaya sana. Lakini Allah anavumilia mengi. Wengine juzi tu hapa wamemwambia ana tabia za kike. Kwa sababu ndo hiyo kupotezea, anafanywa halafu kanyamaza tu. Watu wanamwambia Allah, nadhani mie huyo Mungu ana tabia za kike. Na hajafanya hatua, hajachukua hatua yote. Akichukua hatua sasa sote situngeipata fresh hapa kwa sababu ya mtu mmoja. Lakini Allah ni mvumilivu. Na ndo wamesema katika hadithi iliyothibiti kwenye sahihi Bukhari, Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema la ahadun asbara ala al-adha min Allah, hakuna yoyote anaye uwezo wa kustahamili maudhi kumshinda Allah. Allah ni mwenye stahamala sana ya maudhi, maasiya, maovu, ya maneno na vitendo vya waja wake, anastahamili. Yad'una lahu sahaba, watu wanamdai kwamba Allah yad'una lahu sahiba, watu wamemsingizia Allah ana mke. Watu viumbe wake wanamdaia kuwa ana mke, walwalada, na wanamdaia ana mtoto, wa huwa muafihim wa yarzuquhum. Wanaosema hayo bado Allah kawaachia wanadunda na riziki anawapa. Matajiri ndo wao. Allah na ulimwengu wake anawapa ofa tu mbalimbali. Wanaishi kwa kutenda maudhi, lakini hajawakatishia ratiba ya riziki zao. Anawapa mahitaji yao. Kwa hiyo ni mwenye subira sana. Ingekuwa binadamu keshakatisha kila kitu, msimpe hichi, msimpe hichi, kazini mfukuzeni, nyumba yake itieni moto, nani. Binadamu hasubiri, na halafu hasamehe binadamu. Lakini Allah anasamehe. Fa anzala Allah ta'ala hadha kashfan lisarairihim, Allah kateremsha aya hii kufichua ile siri yao. Maana kwa watu wa kawaida si rahisi kuishtukia. Assalamu alaikum, taona huyu kakusudia salamu alaikum. Lakini kwa sababu tu Kiarabu si lugha yake, maneno mengine yamempita, unaweza ukajengea hivyo. Lakini Allah kafichua kwamba haya wanasema makusudi, kwa kukusudia hasa kumuapiza, kumlani na kumuombea kifo. Kwa hiyo Allah akafichua siri yao. Wa fadhan libawatinihim, na makusudio ya Allah kuleta aya hii ni kufedhehesha kile ambacho ni siri zao moyoni. Wanakusudia nini? Jengine sababu ya kuteremsha aya hizi, wa takriman li rasulihi sallallahu alayhi wasallama, Allah amemuonyesha karama, heshima mtume wake sallallahu alayhi wasallam. Wa amma imhaluhum fi dunya famin karamatihi sallallahu alayhi wasallam, ama kupururiwa kwao hawa watu hapa duniani wasiadhibiwe ni kwa sababu ya karama ya mtume sallallahu alayhi wasallam ala rabbihi, kwa Mola wake. Huyu mtume ana hadhi kubwa kwa Mola wake, likaunihi bu'itha rahmatan lilalamin, kwa sababu mtume huyu kaletwa katika dunia awe yeye ni rehma kwa walimwengu wote, na hawa ni katika walimwengu. Alalamina lina maana ya aina zote za viumbe wanaoishi. Muhammad kaletwa awe ni rehma kwao. Mitume wote tunaambiwa wanadua, walipewa fursa ya dua moja ambayo ukiomba na kujibu unalotaka.
Mitume wote wameitumia hiyo fursa hapa duniani. Mtume yeye hakutaka kuitumia hapa, kaomba akhirishiwe akaitumia akhera, ndo akapewa hiyo shafaatul uzma. Nabii Nuhu alipomchosha akamwambia, rabbi la tadhar ala al-ardi min al-kafirin dayara, Mola wangu hapa juu ya ardhi usimbakishe hata kafiri mmoja anayeduruduru. Na kweli ikasikilizwa dua yake, wakaangamizwa makafiri wote. Nabii Musa naye alipochoshwa na mambo ya Firauni akamwapiza, akaambia, rabbana innaka ataita firauna wa malahu zinatan wa amwalan fil hayati dunya liyasuddu an sabilik fatmis ala amwalihim washdud ala qulubihim fala yu'minu hatta yarau al'adhab al'alim. Akaambiwa, qad istujiba da'watukuma, dua yenu wewe na Haruna imejibiwa. Firauni kaangamizwa, lakini mtume wetu ni rehema kwa walimwengu, hakutaka watu waangamizwe. Madam kuna utaratibu wa kutunzwa kumbukumbu za matendo yao, basi rekodi zao tu zinatosha, zitakwenda kuwatia hatiani mbele ya safari. Kwa hiyo sasa hivi hakuna yale maangamizi ya jumla jamala, kwa sababu ya rehema ya mtume sallallahu alaihi wasallam, na ni karama aliyopewa na Mola wake. Yeye mwenyewe alikuwa anawajibu hivyo kirafiki tu, assalamu alaikum, na yeye anaambia wa alaikum. Wanaondoka wanaenda kujipongeza, lakini na yeye hana kinyongo. Aliyesikia na akaona wanasema sivyo, kachukua hatua, lakini pia akamplease, akaambia, hebu usiwe na tabia hiyo, nyamaza, kwani wewe hukusikia nilivyowajibu? Nimewaombea na wao lile lile. Sasa mimi Allah ananisikiliza kwao, lakini wao wale hawasikilizi kwangu mimi. Kwa hiyo hebu nyamaza, kuwa mpole. Thumma naha ta'ala, alafu Allah akakataza, Allah mtukufu, naha almu'minin, thumma naha ta'ala almu'minina, kisha Allah mtukufu amewakataza waumini, ani tanaji bima huwa ithmun wa maasiya, wasikae wakakaa faragha wakanong'ona wakateta kwenye mambo ambayo ni dhambi na maasiya, kama wanavyofanya hao watu. Tumejulishwa wale wana tabia mbaya ya kunong'ona, faragha zao zinazalisha chuki, maasiya kwa mtume na Mwenyezi Mungu mwenyewe, na vitendo vya dhambi. Waumini wakaambiwa wasiwe na tabia hiyo. Sasa maana yake mtu kaja akakutukana na wewe ukafungua kinywa chako ukamtukana, nyote mmefanya mambo mabaya, na wewe pia unapata dhambi. Lakini subiri, kuna siku mtume sallallahu alaihi wasallama alikuwa akakaa na masahaba wake Abu Bakari na Omar. Akaja mtu mmoja akamtukana sana Abu Bakari, sijui walikerana nini. Unajua katika maisha inawezekana ukawa hujamkera mtu jambo, lakini hakupendi tu, anakuchukia, sababu anaijua mwenyewe. Kwa hiyo kaja mtu mbele ya mtume akamtukana Abu Bakari. Abu Bakari kwa kumheshimu yule mtume akanyamaza kimya, akaona labda madam niko mbele ya mtume hapa, mtume atachukua hatua au itateremka aya au patafanyika lolote. Kavumilia. Sasa kila yule bwana akitukana mtume anacheka, anaonekana anacheka. Kila akizidisha matusi mtume anaonekana anacheka. Abu Bakari uzalendo ukamshinda, na yeye akaanza kumjibu. Alipoanza kumjibu tu mtume akakasirika. Sasa Abu Bakari akamtazama mtume, sasa mtume, huyu mtu unamuona ananitukana alafu wewe unacheka, sasa hivi ninamjibu unakasirika, kwa nini? Akaambia, ndiyo, kwa sababu ulipokuwa umenyamaza kimya kuna malaika wengi walikuwa wanakujibia, wewe husikii tu. Ndo kile kilichokuwa kinanifurahisha, sikucheki wewe hivyo. Nimefurahi kwamba umepata wa kukujibia vile ulivyonyamaza kimya. Ulipoanza kujibu mwenyewe wameondoka. Ndo ile manada li waliyan faqad adhantuhu bil harbi. Kuwa hebu mwenye kufata utaratibu. We ukifata utaratibu wa kukujibia yupo, kinachotendeka kinaonekana, sio kinapita bure. Sasa we chukua hatua za kiungwana, idfa billati hiya ahsanu as-sayyi'a. Ukifanyiwa baya, hebu jaribu kutafuta namna nzuri ya kuripel lile baya, namna itakayoleta faida na tija. Sio umepigwa na wewe ukapiga. We ndio ukipigwa kuna watu nyuma yako watakasirika.
Lakini ukiwa wewe unaweza kuwa hold watu wako, utatafuta namna nzuri ya busara yenye manufaa itakayotatua tatizo na ikaleta faida. Lakini ukimpiga yule na yeye nyuma yake kuna watu na wao watareact, unalikuza lile jambo, matokeo yake maafa yatakuwa makubwa kuliko ulivyotegemea. Nafahamiana vizuri eh? Kwa hiyo wewe, Mtume kamwambia Abubakari, wewe uliponyamaza kimya kulikuwa na malaika wanakujibia. Kila tusi unalotukanwa wao wanakujibia tena kwa lugha nzuri. Lakini ulipoanza kujibu mwenyewe matusi, malaika wameondoka. Kumbe mwenyewe anayaweza naye, basi wameondoka. Ndio mimi sikufurahishwa na hilo. Kwa hiyo sasa wameambiwa waumini maudhi na tabia mbaya ya watu wa kitabu na wanafiki. Halafu baada yake wao wakaonywa wasiwe na tabia ile. Thumma naha taala, kesha kakataza Allah mtukufu almu'minina, kawakataza waumini anitanaji bima huwa ithmun wa maasiyatun, wasikae faragha kwenye siri zao wakanongona mambo yatakayozalisha dhambi na maasiya. Akasema ya ayyuhalladhina amanu, enyi waumini, idha tanajaitum, nyinyi mnapokuwa kwenye faragha zenu, mkaanza mazungumzo yenu ya watu wawili, watatu, watano na kuendelea, fala tatanajau bil ithmi wal udwani wa maasiyati rasuli, chonde kwenye faragha zenu msije mkazungumza mambo ambayo yatachochea kufanya dhambi, na msije mkazungumza mambo ambayo yatachochea kumuasi Allah subhanahu wa ta'ala. Kama tusi ni baya, halipendi Allah, nyinyi mkitukana mshamuudhi Allah, ni dhambi hiyo. Wa maasiyati rasuli, wala msinongone mazao ya kunongona kwenu ikawa mkahamasisha amri za mtume zisitekelezwe. Watu wakamfanya kama mwenzao tu wa kawaida, si lazima tumkubalie kila analotaka bwana, ili jengine tutagoma. Msifanye vitu kama hivyo. Yani idha tahaddathtum fima bainakum sirran, nyinyi waumini mtakapokuwa mna siri zenu, mna faragha zenu, mnazungumza wenyewe kwa wenyewe, fala tatahaddathu bima fihi ithmun, msizungumze maneno ambayo ndani yake mtachuma dhambi. Kalqabihi min alqawli, kama kuzungumza maneno machafu mabaya, matusi, fitna, majungu, yote ni mambo mabaya. Au bima huwa udwanun ala alghairi, au msizungumze mambo ya kuchochea hamasa na chuki ya kufanyiwa uadui mtu mwingine. Nyinyi kama msivyopenda kufanyiwa uadui, na nyinyi msiwe chanzo cha kufanya uadui kwa watu wengine, msifanye hivyo. Au mukhalafatin wa maasiyatin li amri rasuli, au mazungumzo yenu yasije yakazalisha mentality ya watu kuenda kinyume na maagizo ya mtume, au kumuasi, kumpinga na kumgomea mtume. Kama waumini msije mkafanya mambo kama haya. Watanajau bilbirri wattaqwa, badala ya kufanya hayo maovu, basi kwenye faragha zenu, kwenye vikusanyiko vyenu, nongoneni habari ya kutenda wema, himizaneni kutenda wema, wattaqwa, na uchamungu. Kama ilivyosemwa katika suratu Nisai, la khaira fi kathirin min najwahum, hakuna kheri kwenye minongono yao mingi, hakuna kheri kwa watu kwenye vikao vyao vingi vya siri, illa man amara bisadaqatin, ila vikao vya watu wanaojadili kuamrishana kutoa sadaka, au maarufin, au wanajadili kuamrishana yatendwe mambo mema, au islahim baina nasi, au wanajadili kupatanisha baina ya watu. Kama mnakaa mkafanya mambo ya kheri, vikao hivyo vinakuwa vinaridhiwa. Lakini mkikaa kujadili mambo ya shari, vikao hivyo vitalaaniwa. Kwa hiyo ameambiwa watanajau bilbirri wattaqwa, mkikaa faragha mnataka kuzungumza siri, zungumzeni mambo ya wema na uchamungu. Tahaddathu bima fihi khairun wa taa wa ihsanun, zungumzeni kwenye mambo ambayo ndani yake mna kheri, munahamasishana kuwa watiifu kwa mtume wenu,
na kutendeana ihsani miongoni mwenu baina yenu wenyewe kwa wenyewe. Hayo ndo mazungumzo mazuri. Qala al-Qurtubi, amesema Qurtubi, naha ta'ala al-mu'minina, kwa aya hii Allah amewakataza waumini an yatanajau, kukaa vikao vya faragha siri, fima bainahum, wanapokuwa wenyewe kwa wenyewe, kafi'ili almunafiqina walyahudi, wasiwe na vikao vya siri kama vikao wanavyofanya mayahudi na wanafiki, na badala yake kuwakataza vikao kama hivyo. Wa amarahum, amewaamrisha Allah waumini an yatanajau bitaati wa taqwa, wakikaa vikao vya faragha mazungumzo yao yawe yanahimiza taa na ucha Mungu. Wala afafu amma naha Allahu anhu, na wakae kwenye vikao kama hivyo kudhibiti kutendwa yale ambayo Allah ameyakataza. Kikao kikiwa na mijadala kama hiyo ni kikao safi, Allah anakiridhia. Lakini kikao na mambo ambayo yanazalisha dhambi nini, hicho Allah hakiridhii. Na akamalizia Allah kwa kusema wattaqullaha alladhi ilayhi tuhsharun, na mcheni Allah ambaye mna hakika siku moja mtakusanywa mbele yake. Leo mpo hapa mnajiona mko huru, muogopeni yule ambaye siku moja nyote mtakuwa mmehudhurishwa mbele yake. Kwa hiyo mnayoyatenda hapa muyageze na faida ya siku hiyo ya kuja kukutana naye. Wa khafullaha, muogopeni Allah, bimtithalikum awamirihi, kwa kutekeleza kwenu maagizo yake, wajtinabikum nawahihi, na kuachana na aliyoyakataza. Mcheni Mungu kwa kujitahidi kutekeleza aliyowaamrisha na kujitahidi kujizuia na aliyowakataza. Alladhi, Mwenyezi Mungu ambaye sayajma'ukum lilhisabi, kuna siku watakuja kukusanyeni kwa ajili ya hisabu ya haya mnayoyafanya hapa. Wayujazi kullam bi'amalihi, na siku hiyo atakuja kumlipa kila mmoja kati yenu kwa matendo yake aliyoyafanya. Muda umekuwa si rafiki, kwa leo tuweke hapo. Tutakuja kuendelea na aya ifuatayo sasa inayofuata inshallah, ila narudia tena mara moja hapa ambapo leo tumesoma. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara anna Allaha ya'lamu ma fi samawati wa ma fil ardi, huoni kwamba Allah anayajua yote ya mbinguni na yote ya ardhini. Ma yakunu min najwa thalatha, hautokuwepo mnongono wa watu watatu, illa huwa rabi'uhum, ila huyo Allah atakuwa wanne wao. Kashiriki kwenye mnongono huo, anayaona na anayasikia yanayotendeka hapo. Wala khamsatin, wala haupatikanwi mnongono wa watu watano, siri ya watu watano, illa huwa sadisuhum, ila yeye Allah atakuwa wasita wao. Wala adna min dhalika, wala hautokuwepo mkusanyiko wa watu wachache zaidi ya hao watatu. Wala akthara, wala mkusanyiko wa wengi zaidi ya hao watu watano, illa huwa maahum aina makanu, ila waelewe wahusika Allah yuko pamoja nao popote walipo. Thumma yunabbi'uhum bima amilu, kesha hayo walioyatekeleza hapo Allah atakuja kuwajulisha walioyafanya yauma alqiyama, siku ya kiyama. Inna Allaha bikulli shay'in alim, hakika Allah kila kitu anajua kinachofanyika hapa. Alam tara, kwani huoni, ila alladhina nuhu anin najwa, watu waliokatazwa kukaa faragha, kuzungumza maneno ya usengenyi, fitna, faragha mbaya. Hujaona watu waliokatazwa kukaa faragha wakasema yasio? Thumma yauduna limanuhu anhu, alafu bado wanarudia yale yale wanayokatazwa. Wayatanajawna bil ithmi wal udwani, na hakuna la maana wanalojadili ila wananong'ona kuhusu dhambi, wal udwani, na uadui, wa maasiyati rasuli, na kumwasi mtume, ndo wanayoambizana kule. Wa idha jauka, wakija mbele yako watu hawa Muhammad, hayyauka bima lam yuhayyika bihi Allahu, wanakusalimia kwa namna ambayo sio Allah aliyokusalimia. Wayakuluna fi anfusihim,
halafu wenyewe wakiondoka hapo wanajipongeza, wanajisemeza wenyewe kwa wenyewe, laula yuadhibuna Allahu bima naqulu, mbona Allah hajatuadhibu kwa tuliyoyasema kama huyu mtume wake kweli. Hasbuhum jahannam, inawatosha jahannam, yaslaunaha, wataingia jahannam, fabi'sal masiru, na ni mwisho mbaya sana mtu kuishia kwenye jahannam. Ya ayyuhalladhina amanu, enyi mlioamini, idha tanajaitum, nyinyi mkikaa faragha kuongea kwenye siri zenu, fala tatanajau bil ithmi, musinongone kuhusiana na mambo ya dhambi, wal udwani, wala msinongone mambo ya kuhamasisha uadui, wa maasiyati rasuli, na msinongone mambo ya kuhamasisha kumgomea, kumuasi, kutokumtii mtume. Watanajau bil birri wat taqwa, jitahidini mazungumzo yenu ya faragha yawe ni ya kuhimiza wema na uchamungu. Wattaqullaha alladhi ilayhi tuhsharun, na mcheni Allah ambaye siku moja mtakusanywa mbele yake. Wallahu a'lamu. Wa ala hadha alqadri yaqif. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Naweka aya namba 9 hapo, 10 tutakuja kuondokea nayo darasa ijayo biidhnillah. Wana wa Israeli waliambiwa wachinje ng'ombe, wakauliza maswali mengi na wao wakafanyiwa tashdidi. Swali lilikuwa rahisi, lilikuwa wachinje ng'ombe yote, amri ingekuwa ishatekelezwa. Sasa generally sisi wanaume tumeambiwa ni wasimamizi wa wanawake. Madam kakuzalia mtoto ni mkeo, wewe una jukumu la kumhudumia, kumtunza mkeo. Sasa tamlipe mjira, hizi za kunyonyesha, hizi za kunifulia nguo, hizi za kufanya. Kaa vizuri na mkeo nyumbani, generally mambo yameisha. Ama kuhusu talaka, ndo kwenye suratul Baqara imezungumzwa. Ukimwacha na ana mtoto wako, pale ndo unapeleka huduma za kutunzwa mtoto. Unaangalia afya ya huyu mtunzaji, maana lazima apate maziwa ya kumnyonyesha mwanao. Yule kesi umemwacha. Akiwa mkeo, kumhudumia ni wajibu wako wa msingi. Wallahu a'lam. Hukumu yake, kama kamshutumu ndo keshamshutumu, lakini kama watakuwa aliyeshutumiwa kapinga shutuma, hiyo kesi inakuwa ya kisheria, wanaweza wakaipeleka mahakamani. Na wakiipeleka mahakamani, hukumu yake ndo imetolewa katika suratul Nur. Wanaowasingizia wake zao walete mashahidi 4 kwenye hilo walilowasingizia, wathibitishe ni kweli anachomtuhumu ni kweli. Kama hawana mashahidi 4, wao wapigwe fimbo 80 za kusingizia hao waume. Suratul Nur wakasome tu aya za mwanzo zile. Ni kesi ya kisheria na sharia hutafsiriwa mahakamani. Wanakwenda mahakamani mlalamikaji na mlalamikiwa. Bwana kamtuhumu mkewe, mke anaweza akaenda akakanusha hutuma. Wataitwa wote, watachukuliwa maelezo, alafu mahakama itaangalia maamuzi ya kutoa kwa uadilifu. Wallahu a'lam. Talaka itasihi kama kawaida, haina utani. Kwa hiyo akimuonea huruma na kashindwa mbinu nyingine ya kumrai, basi bora ampe hiyo talaka, itakuwa keshanusuru mambo mengine. Alafu roho ikirudi, muda waeda upo. Yeye mwenyewe roho ikirudi anaanza, basi mume wangu ilikuwa shetani tu yule, turudi tulee watoto, watayatengeneza inshallah. Lakini talaka itatuka akitoa. Naam. Ndio. Kuna nyumbani nimekuta jamaa. Watoto nawakuta hasa wanaendelea nayo
bado linabaki ni jawabu lile lile, ni suala la kisheria. Wewe si umeona kwa macho yako mawili, lakini peke yako ushahidi mahakamani hautoshi. Sasa kuna hukumu imetolewa pale ya kwenda kuwapishana. Wewe unakulaamini kuthibitisha nimemuona, na yeye aliamini kwamba kanisingizia, alafu mahakama inatoa maamuzi ya kumchoma kisu. Hiyo dhulma hiyo dhulma, hiyo ndio ile inayoitwa kujichukulia madaraka mikononi. Tujitahidi Allah asitupeleke huko, maana unaweza ukaishi jela maisha kwa kuua, na yeye bibi akatafuta mume mwingine au umemuua, ndo na wewe utakaa jela maisha. Naam, ndo mambo ndo hayo pande mbili hizo, lakini zinakata huku na huku. Yoyote mlalamikaji akaitangulia kufungua malalamiko ataitwa na mwenziwe, watasikilizwa na watapewa maamuzi. Hii dini imewekewa na sharia, zile sharia zina utaratibu wake. Sharia huwezi kuhukumu nyumbani kwako, unaipeleka kwenye vyombo vya sharia. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wasallam. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alayna innaka antat tawwabur rahim waghfir lana warhamna innaka antal ghafurur rahim. Rabbana wa awzi'na an nashkura ni'mataka allati an'amta alayna wa ala walidina wa an na'mala salihan tardahu wa aslih lana fi dhurriyyatina إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين. ربنا اهدنا بهداك واجعلنا من الذين يسارعون في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك. ربنا اجعلنا هداة مهتدين ولا تجعلنا ضالين ولا مضلين سلما لأوليائك وحربا لأعدائك. نحب بحبك من أحبك ونعادي بعداوتك من خالفك من خلقك. ربنا هذا الدعاء ومنك الإجابة وهذا الجهد وإليك التكلان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله.